napitia hapo kwa Wamboi, napitia hapa kwa Munyoro, kwa Munyoro hapa mahali huyo mtu anasema ati hakuna kitu nimefanya. Barabara ya kupitia kwake mimi nimetengeneza. Mheshimiwa, tunaomba kwamba anyway, tuachane na hiyo story. Haya, tuendelee. Mheshimiwa, ningeuliza sababu tulikuwa tunataka kuingia kidogo. Umeguza wa Munyoro. Sema na wa Munyoro, hiyo ndio mambo ambayo sasa tunataka kuuliza. Hapo sasa ndo umeguza mlima. Wakati ulikuwa hapa na watu walikupenda sana, ulimchagua Bwana Rigathi Gachagua akawa naibu wako, mkaingia katika uongozi. Sasa wakati tukiendelea na kazi tukaona, sijui ni jambo lipi ambalo lilikupa msukumo ama ni lipi lililosababisha akang'atuliwa kutoka kwa kiti cha unaibu wa rais. Ni jambo ambalo lilikera watu wengi sana wa mlima, sababu walisema umemng'atua mtu wetu, na hata ukawaletea bwana profesa na wakasema sisi mtu wetu alikuwa Rigathi. Ni jambo lipi ambalo lilisukuma kabisa Rigathi akang'atuliwa kutoka kitini cha unaibu? Hiyo ni swali ambayo itajibiwa na watu wengi, kwa sababu wenye kumtoa Rigathi ofisini, mimi hakuna mahali nimeweka sahihi atolewe. Sheria ilifuatwa. Wenye kumtoa, wacha nikujibu. wenye kumtoa wakamtoa, si ndio? Lakini nataka nikurudishe nyuma kidogo kabisa. Mimi ndio nimenominate Rigathi Gachagua, si ndio? Hakupigiwa kura ati ndio mimi nimnominate. I nominated him kwa sababu katiba ya Kenya sehemu ya 148 inasema rais ndiye ana nominate, si ndio? Mimi ndio nimemnominate, na nimemnominate kwa kura yangu moja, si ndio? Na mimi nataka nikueleze, hata wakati mimi nimemnominate Bwana Gachagua, niliuliza, kwa sababu nilikuwa na wabunge wengi, viongozi wa kutoka mlimani, tuliketi chini na wao, nikawaambia jameni, mimi nimefanya kazi na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta miaka 10, nimefanya kazi kabla ya hiyo, nimekuwa rafiki ya watu wa mlimani na wameniamini, wanataka kunipatia kura zao. Nataka nyinyi kama viongozi wa kutoka mlimani, wa bunge wa sasa, munisaidie mmoja wenu ama mmoja wa viongozi wa kutoka mlima awe naibu wangu wakati tunaenda kwa uchaguzi. Nasikia Nyokabi? Nasikia. So nikawaachia nafasi, nikamwambia haya, munipatie mtu. Wakazungumza pale kwa ofisi yangu Karen pale nikiwa naibu wa rais, karibu mpaka saa 10 toka asubuhi. Mwisho wakaniambia tumeshindwa. So tufanye namna gani? Nikamwambia hapana, hamwezi kushindwa. Wakaniambia kwa sababu tumeshindwa tunaweza kupiga kura. Nikamwambia pigeni kura. Wakapiga kura. Nasikia? Si unataka ukweli? Kabisa. Ikapigwa kura. Huyo Profesa Kindiki akapata kura 27. Ule rafiki yangu Rigathi akapata kura 5. Unasikia? Sasa wakati hawa viongozi wameniletea majibu, nikawaambia wacha nifikirie kama vile tutakavyoenda. Mwisho nikawapasue, nikawaambia sikizeni, mimi nalaumiwa mlimani kwamba mimi nimeshikana na viongozi wachanga, viongozi vijana, sijui Ndindi Nyoro, sijui Kimani Ichung'wah, sijui nani, hawa vijana wadogo wadogo, na hata huyo profesa ako katika kiwango hiyo. Nikamwambia ili tusionekane kwa watu wa mlima, pengine nimechukua vijana, wacha nichukue huyu mzee karibu wa rika yangu, pengine mzee kidogo kuniliko, shingo upande. Wakaniambia wewe ndio kuamua. Sawa, mimi nikaamua, tukaenda pamoja na ndugu yangu Rigathi. Hiyo ilikuwa ni miezi 3 kabla ya uchaguzi, si ndivyo? Baada ya uchaguzi si tukaanza kazi.
mambo matatu yalitokea. Ya kwanza, shida, kesi, kila siku kwa kesi. Itumbi amesema, sijui ameandika nini. Sasa tukafanya kesi, kaita Itumbi. Deputy President ameketi hapo, mimi hapa. Wewe Deputy President anasema umefanya. Haya, tunamaliza kesi. Next, baada ya wiki moja, Faruk PA, mtu mdogo, amesema amefanya. Haya, naita Faruk, nafanya kesi. Tukamaliza hiyo. Kidogo Ndindi Nyoro ameitisha mkutano sijui Kiharu, amepanga wabunge wengi. Mbona amepanga wabunge? Mbona naita Ndindi Nyoro. Tumeketi chini. Kesi. Haya, kuisha hiyo, Kimani Ichung'wah sijui amesema. Sasa mpaka nikamuuliza, ndugu yangu, wewe ni naibu wa rais wa Kenya. Bloga huyu Dennis Itumbi, bloga, unasumbuana na yeye nini? PA ya ofisi, mtu kidogo. Hawa vijana, sijui Ndindi Nyoro, sijui Kimani Ichung'wah, sijui nani, sijui mama mwingine, sijui anaitwa wa kutoka hapa, ati alikuja, sijui anamwambia wewe unazungusha marinda, sijui. Sasa nikamwambia, hivi tena kidogo ni nini? Just wait. Si umeniuliza swali? Kabisa. So nikamwambia, tafadhali tufanye kazi ya Wakenya, tuache hii makesi kidogo. Ndio hiyo, yeye ameanza vita na wabunge. Hawa wabunge wenye kumuondoa bunge, vita na wabunge. Nyinyi wabunge, kabla ya Disemba msiponipigia magoti mtaenda nyumbani. Wabunge ndio hawa. Wabunge ni wanasiasa. Sasa wabunge wakasema, Disemba tutaenda nyumbani tusipokupigia magoti. Okay, kabla Disemba na sisi tutakushughulikia. Nasikia vita mwenyewe ameanzisha na wabunge. Ya tatu, naibu wa rais kazi yake kubwa ni kumsaidia rais. Mimi nikiwa naibu wa rais wa Uhuru Kenyatta, you people in the media, you are witnesses. Mtu mwenye kwenda TV kutetea program ya equipment ya hospitali, program ya electrification, program ya barabara ya serikali, ilikuwa ni mimi. I went to more TV stations many more times than even the president himself. Kwa sababu ni kazi ya naibu wa rais kuprofile kazi ya serikali. Na wauliza nyinyi, KTN, Citizen, NTV, mulimuona Rigathi ameenda kuongea barabara siku moja, sitima siku moja, program ya UHC one day? What? For 2 years he never stepped in any station kusema program ya, wacha hata station, hata in public kuongea mambo ya serikali. Sawa, mimi nikamueleza, my brother, manifesto tumeandika housing, manifesto tumeandika universal health coverage, manifesto tumeandika tutasort out mambo ya walimu, manifesto tumeandika, na manifesto si gazeti. Mheshimiwa Rais, just wait, manifesto si gazeti. Nikamwambia, we made a commitment to the people of Kenya on housing, on universal health coverage, on making sure that we have a proper CBC model. Sasa kama huwezi kutetea, kama huwezi, na wewe nimekupatia mamlaka, hakuna kitu tumepitisha kwa cabinet ambayo haijaenda kwa ofisi ya deputy president kama chairman wa committee za cabinet. How are we going to run this government? Wacha nimalizie. So I just want you to understand, because ni vizuri watu wa Kenya wanielewe. So wabunge wakaanza vita
kwa sababu wameambiwa wasipopiga magoti, nasikia wataenda nyumbani. So ikafika mahali hapo sasa, nikaelezana na huyu bwana, sasa my friend, please punguza vita na hawa watu wote. Sasa ikanifikia mimi mimi sasa, unajua mimi naweza kukufanya one term president usipofanya hii, usipofanya hii, usipofanya hii, nahitaji bilioni 10. Wewe unajua bilioni 10 bwana Waweru? Bilioni 10 ndio niende niongee na watu ya Mlimani, you know, ni kupangie siasa, sijui nifanye nini. Mimi nikaona hapa, nikamwambia I will not do it. Wacha nimalize. So nikamwambia hii haiwezekani, na kama ni kuwa one term ni sawa, hakuna problem. Kama wewe ndio kuamua nani atakuwa one term, nani atakuwa sijui how many terms, nilikuwa nafikiri ni wananchi wa Kenya na Mungu. Kama ni wewe, sasa amua vile unataka. Nasikia my friends. So wabunge wakaanza vita, and hata wabunge marafiki wa Rigathi watakuambia mara mbili niliita wabunge, nikamwambia sikizeni, hatukuchaguliwa kuja kupigana, tulichaguliwa kuja kufanyia Wakenya kazi. Wachana na mambo ya impeachment. Mara ngapi? Mara mbili. Mara ya tatu nilikuwa nimeenda UN, nikaitisha mkutano kwa sababu nilikuwa nimeona wameanza tena maneno ya impeachment. Nikaitisha mkutano, nikamwambia wabunge kujeni tufanye mkutano. Wabunge wakakataa kuja mkutano, wakasema wewe umetuzoea, ulitukataza mara ya kwanza, ukatukataza mara ya pili, sasa utaamua. Either tutaendelea na atuulizi kura yako. Kura yako haihitajiki bunge, sisi tutafanya vile tunavyojua tutafanya. Hiyo ingine wachana na sisi. They never came for the meeting. My friends, I tried. In fact, kama ni kuokoa, nilimsaidia wakati wa bunge wa ile bunge ya mbeleni. Wakati walimkataa, mimi ndio nilimkubali. Wakati wamejaribu kumfanya impeachment ya kwanza, mimi ndio nimezuia. Impeachment ya pili, mimi ndio nimezuia. Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi, kwani Wakenya walinichagua mimi niende nifanyie kazi mtu mmoja ama nifanye kazi ya Wakenya wote? Mheshimiwa Rais. So, I mean, tafadhali mambo ya hiyo tufunge hiyo chapter. Wacha swali moja tu labda, sababu ulikuwa naibu wa rais. Kwa sababu wacha niwaambie, Kenya hii tuko na mambo ya viongozi, lakini tuko na mambo ya wananchi. Mambo ya viongozi wananchi wataamua. Hakuna haja ya mimi kubishana na Rigathi ama wabunge wengine, kwa sababu mambo yetu sisi wote itaamuliwa na sitaamuliwa na wananchi. So sisi wote tujipange, you know, ile imefanyika unfortunately. Lakini sasa nyinyi kama wananchi wa Kenya ndio baadaye wataamua huyu William Ruto tulimpatia kazi, amefanya hajafanya. Kama amefanya, watajua vile ya kufanya. Kama hajafanya, they know what to do. Mambo ni rahisi hivyo, lakini tuzishinde tukipishana mambo ya viongozi. Kama tunaongea mambo ya viongozi miaka nenda miaka rudi, this press conference, that press conference, maneno ya wananchi tutaongea lini? Wakenya wenyewe mimi nimekuja Mount Kenya president kuongea mambo ya wananchi. Mambo ya viongozi wananchi watatuamua. Mheshimiwa, hata hivyo labda kuna maswali ambayo tunaweza kuwa nayo ambayo itasaidia pia kuweka uwazi mambo yalivyofanyika, na utaniruhusu kwamba nirejelee lile jambo ambalo umesema vile ambavyo mambo yalienda pale Karen wakati ambapo ulikuwa wakati ambapo Rigathi tumeshapita my brother. Unajua sasa Mheshimiwa Rais, naomba tu nikuulize. Tuko na masaa dakika moja tu na hatuwezi kushinda tukiongea mambo ya viongozi. Naomba tu Mheshimiwa, tafadhali tuongee mambo ya raia. Watu wa Mlima wanangoja kujua huyu mtu tulimwajiri
tukampatia kazi, barabara amefikisha wapi? Sitima amefikisha wapi? Mambo ya vijana na ajira amefikisha wapi? Lakini pia Na hiyo ndio inahusu wananchi mamilioni. Mheshimiwa, pia wanataka kujua kaigwa dhire atia uliendaje? Si nimewaeleza sasa, nimewaeleza imetosha. Lakini wacha turejelee hizo. Wacha Kogi. Naomba Kogi. Mheshimiwa. Joki, naomba Kogi alafu. Okay. Kogi. Yeah, Your Excellency, my name is Kogi. Kogi, From the sema Kogi's kutoka corner. kwa kona. Now, I'm that son who want to brief dad after busy day from work. Sorry, I didn't hear you. I'm giving an example. I'm that son who want to brief the dad Yes. after a long day of working. Correct. I want to give you and to draw a picture why the people from the region are very hostile and anger. They have a lot of anger. One is the issue of the minimum guarantee return in milk, in coffee and tea. Very good. During your manifesto, that was the key. And I remember when we were